na kwa sababu na uwezo anamweka huyu barobaro ili amtumie sex worker. Kwa hivyo yeye, na tukasema pia nyumba yake kawaida huwa inatiwa fence, perimeter wall, kwa sababu kitu anachokifanya huyu mwanamke si kizuri. Mshangazi kwanza hajaolewa, sio kwamba ni ndoa hii, sio ndoa, anamweka kiwiziwizi kwa sababu amesikizana naye kimalipo. Na watoto wake huyu barobaro aghlab sana huwa hawajui kule kwao, familia yao, watu wake hawajui, aghlab hawajui kule kwao, na wala hawamtafuti, lakini wakiona ishara huwa wanataka kumtafuta, wajue yuko wapi, afata nini. Sasa wataanza kufuatilia mwendo wake, kwa sababu wanaona, wakija wakigundua haraka upesi mwambia sisi hatutaki tabia hiyo. Koma na tabia hiyo anakuharibu yule, usemaje, anakuharibu, kwa sababu yule ni mtu mzima, wewe bado ni mtoto. Yani yule mshangazi anamharibu huyu kijana, kwa sababu sirika lake, na hakuna ndoa, hakuna kizazi pia, hakuna kizazi. Yani yule mwanamke hana haja ya kuzaa pia. Hii ndio asili ya kuchipuka neno mshangazi, ambayo ndio Sheng language, alafu likawa na Kibenten. Nimekuuliza swali hili kwa sababu hivi sasa katika ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa mtandao, utaona mambo mengi, na utamuona mtu pengine anafanya bidii haya maneno ya Kisheng ambayo kwamba yanazuka kwenye kijiwe. Maana haya maneno yanazuka kwenye kijiwe na vijana, mshangazi, buda, sharobaro, vitu kama hivi ni vitu vinazuka mtaani kwenye kijiwe. Kuna watu wanafanya bidii watafute aya za Qur'ani kwamba neno hili lipo, mshangazi lipatikane, na ikiwa lapatikana, Bibi Khadija pia kulingana na umri aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Bibi Khadija pia ni mshangazi. Yani anataka kutafsiri kwamba mshangazi maana yake ni mtu mzima, mwanamke ameolewa na barobaro mdogo, ambapo ukiangalia tafsiri ya hili neno, ukiliangalia lilipotoka, halina maana ya usalama ya kuoana kama tulivyosema. Kwa hivyo sasa tahadhari yetu ni kwamba mitandao itatuletea ya kwamba mtu atengeneze lugha, afanye bidii atengeneze lugha ili mshangazi iwe Bibi Khadija ana qualify kuitwa mshangazi, na ikiwa ataitwa mshangazi Bibi Khadija, Mtume ataqualify kuitwa Kibenten, ambapo sio mahala pake kabisa. Hii ndio sababu nikataka kuileta mada hii. Zulaikha, ya kwamba Zulaikha pia alikuwa mshangazi, ambaye alikuwa bibi yake Aziz, alikuwa bibi yake yule mfalme, na anamtaka Yusuf kinyume cha sheria. Ni Misri, huko Misri. Sasa Zulaikha alitaka awe mshangazi kwa Yusuf, lakini Yusuf akakataa kwa Kibenten. Kwa hivyo kama Zulaikha alikuwa mshangazi shauri yake, kwa sababu yeye alitaka ubaya, lakini Yusuf hakukubali kuwa Kibenten wa Zulaikha. Zulaikha alikuwa mshangazi, kwa hivyo dalili kwenye Qur'ani ipo, mshangazi yupo, si kweli? Hamna. Sasa ndio sababu nikataka kuleta mada hii. Alafu mtu anaweza akajisumbua akatafuta lugha, akawa hodari, mpaka haya maneno akayaleta yatabikiane. Unajua sasa itakuwa ni makosa sisi tuseme katika lugha maneno yanabaki kwenye ile asili yake. Hata mtu akalibadilisha atakuwa anafanya kazi ya bure, lakini tulirudishe kwenye asili yake. Mfano, neno mshangazi linatokana na shangazi, kweli? Kwa hivyo wewe ukifanya bidii ulibadilishe, haliwezi kubadilika, lakini narudi kwenye shangazi, kwa sababu shangazi ni dada yake baba. Ni dada yake baba, Kiarabu anaitwa ammatun. Naam. Na ukitia m mshangazi ishatoka. Hakuna kitabu